Ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku za kujiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, ukishatambua kwamba wewe ni msafiri na mpitaji hapa duniani, ukafanya mambo mema, mtu akijitokeza kainuka akasema, ataanza kusingizia juu ya mambo mabaya ambayo hujayatenda. Hakika watu wanapotazama wanasema, yule dada wamemsingizia, yule mama wamemsingizia, yule kaka wamemsingizia. Bwana Yesu asifiwe. Si waseme ni kweli, anafanya yule. Ni kweli anajiuza yule, anapiga biashara, anafikiri ndio chanzo cha mapato chenye hicho. Ni kweli anafanya hivyo. Ukikuta unasema ni kweli, basi ina maana walikuona, wamesikia, ndio maana wanakuambia. Na kama wanakuambia, inataka ubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo. Jumatatu mimi nilikuwa nimeenda shambani saa 11 asubuhi. Sasa ninachangia viazi. Ndivyo ndio kusakali hapa tokolo namna hii. Tikakeni kini kile namna hii. Kuna jamaa bwana ahopi la kala vile. La si master bao na si bia bao. Na mambo fulani ameacha kwenye shua. Ataiona mbingu huyo. Ataiona mbingu. Kwa sababu ufahamu wake umeshaharibika. Ufahamu wako umeshafanyaje? Umeshaharibika. Na ndugu yangu pole sana. Yaani ndio unafanya vitu kama hivyo. Ndugu yangu, unachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndivyo. Atabadilika mtu huyo kweli? Hebu kama uko katika hali hiyo, sawa? Kama uko katika hali hiyo, inataka uanze kutengeneza maisha yako kidogo. Mungu atakuokoa tu. Sawa jamani? Mungu atakuokoa, lakini ukisema kwamba ndio vadeni, kama ni mitungi nitachapa, kama ni uchawi nitafanya, kama ni washirati nitafanya, ndugu yangu utaangamia. Tena utakufa hata kabla ya kutua. Biblia ndivyo inasema. Inasema wewe ni mjinga mtu wa namna gani? Kwa nini uve kabla ya wakati wako? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya matendo yake yalikuwa maovu. Ndio. Yalikuwa maovu. Ndivyo ilivyo. Sasa tunataka kubadilika katika maisha ya tunapoishi hapo duniani. Sasa wengine hawataki kubadilika, wameng'ang'ania dhambi, wameng'ang'ania kama sijui nini, kama kupe anang'ang'ania kwenye ngozi ya ng'ombe. Kwani unanipa namna hiyo? Angalia pima, chunguza kwamba hivi vitu vyenye manufaa au vitu vyenye hasara. Kama vyenye hasara acha. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo katika waraka ule wa pili wa kwanza wa Petro sura ya 4 aya ya 2 hadi 5 anasema, tangu sasa msiendelee kufanya hayo mambo, sawa? Muishi kwa kufuata mapenzi ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wengine wamefanya mapenzi ya Mungu kupitia huyu Mariamu. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia huyu Mariamu wamefanya mapenzi ya Mungu. Ngoja niwasomee katika Injili ya Mathayo. Hawa ambao wamefanya mapenzi ya Mungu kwa huyu Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usifikiri mmemfanyia huyu, si ndio? Kuna mtu mmemfanyia. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya Mathayo sura ile ya 25 aya ya 31 hadi 40.